viongozi wote, MCS na wazazi wetu na kila mtu mwenye amekuja hapa na wanafunzi wetu. Chamgei. Chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Hata unyawaidi kanisani, hebu tuinue mkono. Bwana Yesu asifiwe. Na mwende kanisa. Yangu yatakuwa machache sana. Kwanza najua tumechelewa kidogo, lakini hii ratiba tutapeleka mbio kweli kweli. Mimi nataka niseme ya kwanza, tumekuja hapa kuzindua CDF na Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Mimi sijawahi fanya function ya CDF ya basari, sherehe ama mkutano kubwa kama huu, kwa sababu unajua mimi naamini kwa kufanya kazi kwanza. Kwanza kabisa, wakati nilichaguliwa ya kwanza 2013 nilikuwa na wasiwasi. Nilikuwa na wasiwasi kwa sababu nilitembea kwa mashule zetu zote. Tulikuwa na mashule ilikuwa na mashamba haitoshi eka 5. Tulikuwa na shule zetu mingi ilikuwa matope. Zingine zinataka kuongezewa madarasa. Mambo ilikuwa ngumu. Lakini leo nikisimama hapa, mimi nataka nihakikishie ndugu zangu kutoka sehemu mbalimbali ya kwamba Kapseret leo tunaweza ongea. Tuko na shule zetu zenye tulianzisha mpya zaidi ya 7 imekamilika. Shule zote zilikuwa na shamba eka 2 eka 3, karibu shule zetu zote sasa iko na eka 5 eka 7 eka 10. Hatuna shida kwa upande ya mashule kwa shamba. Tukirudi maneno ya ujenzi, mimi nikisimama hapa leo, kwanza sikuwa kusema hii darasa mwenye alijenga ni mheshimiwa aliyopita kujenga sijui namna hii. Nilikuja nikakusanya zote, nikajenga, nikaongeza. Mpaka leo tukiongea hapa, mimi niko na uhakika ya kwamba kenye mebaki kwa mashule yetu sasa ni kupanda miti, kuweka gate, kutengeneza hadi kung'arisha tu sasa na kuendelea kuweka rangi. Lakini shule zetu sote mimi nafikiri tunajivunia tukiwa wanafunzi na tukiwa wazazi wa Kapseret. Ni kweli? Juzi nimeenda nimesonga hatua nyingine. Sasa shule zetu zote ninaweka tiles. Nimeanza na shule 20. Hii mwaka huu tutaweka shule nyingine 20. Mwaka ujao 20. Namna hiyo mpaka tumalize tuweke sasa na shule zetu tiles. Kuna shule nilienda pale tukifungua hiyo wakati tulikuwa tunaweka tiles. About 3 weeks ago ama 1 month. Nikauliza wanafunzi, so shule iko namna gani? Sasa simeng'ara kama nyumbani. Wanafunzi wakasema hapana, inashinda. Yaani sasa inashinda nyumbani. So naona tumefanya kazi nzuri. Ndio nimekuita hapa Ndindi Nyoro. Sijakuita kimakosa. Nimekuita hata kama wewe ni mdogo wangu kidogo kwa uongozi. Lakini ile kazi ulikuja ukaanzia ya basari, na mimi nilishatangulia kufanya. Na ndio nimekuita kama mgeni wa heshima ukuje uzindue hii basari na utume watu wako wakuje hapa, na mimi natuma watu wangu wakuje kule kwako wachukue ujuzi mwingine ili tuweze kusomeza watoto wetu. Tusanye watoto wote wa mwenye anajiweza na mwenye ajiwezi mpaka tuwe equal katika taifa letu la Kenya. Si ni kweli? Mimi nataka niseme maneno machache kuhusu basari. Ni wakati tulianzisha maneno basari tulikuwa tunapata milioni 30. Tukafika milioni 40. Sasa hii tuko milioni 60. Wale wanafunzi tunasomesha sasa hii kwa basari peke yake ni milioni 5 na 20. Wanafunzi tunawasomesha na basari milioni 5 na 20. Na mimi nilisema hivi 5,000 na 20, si ndio? Na mimi nilisema hivi, hatuwezi patia mwanafunzi 5,000 ama sijui 1,000 ngapi. Nilisema kama wewe ni wa day school tunakupatia shilingi 10,000. Yaani hiyo ni maximum. Tumeanzisha mashule kama 4 yenye tunasomesha wanafunzi free. Kwa sababu kuna mashule tuko naye kama Kipkaren pale. Wazazi wao ni wazazi wale wa juu chini. Wale tunataka hustlers, wanaenda wanatoa shilingi 200, shilingi 300, kufika jioni wanagawia, budget inaishia hapo. Shule kama hizo tumejenga na tumeweka pesa ya kusomesha wanafunzi. Ukuja kama hapa Jasho,
Wakati nilitembelea Jasho siku ya kwanza wakati nimechaguliwa, hii Jasho Primary School, wanafunzi walikuwa kutoka hapa Jasho wana cross barabara mpaka St. Joseph huko Kapseret. Wanafunzi wengi walikuwa wanagongwa na gari pale barabarani. Nikuja nikaanzisha shule ya Jasho ikiwa na jikas. Saa hii shule ya Jasho unaweza kula ugali kwa meza hapo kwa darasa, si ni kweli? So tumefanya kazi mingi yenye leo hata mimi nikienda nyumbani nitajifunia nikiwa nyumbani nikijua nimetoa watu wa Kapseret mahali fulani mpaka mahali fulani. Kwa sababu hawa wangwana wengi wangetaka watoto wao wasome. Lakini kwa sababu mimi ni maskini na ninaelewa maneno ya kusoma. Unajua watu wanasema unajua huyu jamaa hakwenda shule akufanya nini? Sio uongo sana. Na ndio ninaelewa ni lazima nisomeshe watoto wa maskini wasome. Tunakubaliana? Lakini sasa hivi wanafanya degree yangu mtaoja tu kidogo mtaona maneno hapo mbele. Na hata hii watu wa Kiingereza mingi, hata nyinyi wanafunzi msome kwa bidii. Lakini sana sana mjifunze pia kufanya. Usiwe tu mtu wa kuongea tu Kiingereza. Unajua kuna watu wanaongea Kiingereza kuanzia asubuhi mpaka jioni lakini hawezi leta ugali kwa meza. Kama ni aje? Sinyi wa mama nyingi mnajua hii maneno. Siku na wazee wanaongea maneno mingi. Lakini jioni akienda hivi umetengenezea mayai, umepigie umewekea mkate hapo, umetengenezea chai mzuri, umefalishe, umepigie pasi. Anaanza Kiingereza kwa simu kwanza hapo ndio atoka. Tena ameenda jioni akikuja ujui kama anatembea anaenda hivi ama anarudi baadaye kwa sababu ameenda na amekuja mkono tubu. Ama ni aje? Si mimi nikiwaomba kula niliwaambia mnipe hii kitu. Mimi nikienda hivi nikirudi nakuja na beba bag. Sio kweli? Na beba bag ndio hiyo sasa school fees, kusaidia wenye wajiwezi, kujenga makanisa zetu, kusaidia wagonjwa wamekwama na bills. Sio ndio beba bag?